mjukuu wangu ni mbishi. Yaani mbishi kweli kweli haki ya Mungu. Hivi kinyago nilichokichonga mimi kinitishe? Haiwezekani. Nitafanya chini na juu mpaka nitaichukua hiyo kinga. Kwani anakuwa mbishi hivi? Kila unapomwambia hakuelewi. Mtoto mbishi huyu jamani. Unaogopa nini? Nakuuliza wewe unaogopa nini? Kwa hiyo uliamua kuniacha mimi ili uwe na mwanamke mwingine, si ndio? Uliniacha bila sababu na ukaniumiza bila huruma. Haukujali wala kuwaza mapenzi yangu niliyokuwa nayo juu yako. Sasa leo ndo siku yako ya mwisho ya kuliona jua. Naomba uniambie ukweli, Zuu yuko wapi? Zuu wa nini? Zuu wa nini? Zuu ni mtu ambaye alionishawishi mimi kuingia kwenye kitengo. Na sijioni kuwa na maisha marefu kwenye kitengo bila yeye. Ina maana wewe bila Zuu huwezi kuwepo kwenye kitengo? Lengo la mimi kuingia kwenye kitengo nishalikamilisha. Na sina haja tena kuendelea kukaa kwenye kitengo. Lengo la Zuu kuleta katika kitengo ni kwa ajili ya kuongeza jeshi la kupambana na vita inayokuja mbele yetu. Lifahamu hilo. Alafu ache mambo ya kitoto. Maji ulishayavulia nguo na ulishaanza kuyaoga. Hutakiwi kurudi nyuma. Na kwenye kitengo sio kama chooni kiasi kwamba unaweza kaingia na kutoka kwa muda unaotaka. Na tena na kusii, chunga sana kauli zako. Mkuu asije akasikia kabisa. Maana akisikia utapata matatizo makubwa sana. Liweke akilini siku zote. Tambua kwamba namna pekee ya wewe kuondoka katika kitengo ni mwili wako kutengana na roho. Na maanisha mpaka kufa kwako. Hicho ndicho ambacho kitakuondoa wewe kwenye kitengo. Na sio vinginevyo. Bibi, nini hicho? Babu, mimi hii nguo nataka nifue. Unajua nguo imechafuka sana hii. Nataka niifue. Sasa nilikuwa naangalia mwenye mfuko huko, labda unaweza ukawa umeacha vitu vyako vya maana au ukawa umeacha hela, nikailoweka mwenye maji. Bibi, tangu lini wewe unanifulia mimi nguo? Tangu nimekuja hapa kijijini, hakuna siku hata moja ambao umewahi kunifulia nguo. Imekuwaje leo? Babu, wewe lazima nikufulie, wewe ni mjukuu wangu. Ni sawa sawa na mume wangu babu. Kwani kuna ubaya mimi nikikufulia nguo? Kama kweli ulikuwa na lengo la kunifulia nguo, ndio uchukue suruali moja, tena niliyovaa jana. Sawa, nilikuwa nimechukua hii. Kama kuna zingine lete nikufulie mjukuu wangu. Wala usiwe na wasiwasi. Wewe ni mjukuu wangu, lazima nikufulie. Na kama kweli lengo lako lilikuwa ni kukagua kutoa vitu muhimu kwenye suruali yangu, ungekagulia ndani, lakini sio kutoka huku nje na kuja kujificha hapa. Babu, si unanijua macho yangu mimi mabovu. Labda singeona. Macho yangu mwenyewe unanijua mabovu kabisa, sioni. Nenda mle ndani, ukaangalie nguo zako zote zilizokuwa chafu. Hata mashuka ulete nikufulie mjukuu wangu. Leo nimefurahi sana nikufulie nguo zako.
Leo nataka nikufulie nguo zako mjukuu wangu. Sawa. Basi ngoja niende ndani nikuletee na nguo zingine unifulie. Huyu mjukuu wangu atakuwa ameshaelewa. Kwa nini awe na wasiwasi kushika hii suruali tu? Ayo kinga niliyompa inamuonyesha mambo kibao. Mungu wangu, naomba asielewe. Maana akielewa tu mimi nimekwisha. Nimeisha kabisa mjukuu wangu, mimi namjua ni mtata. Maana maswali mengi sana alikuwa ananiuliza nyuma huko. Sasa leo hajaelewa kama mimi nilikuwa natafuta hiyo kinga niliyompa, nitakuwa mgeni wa nani? Hey.